wanawali 10 na sifa zao. Wanawali 10 na sifa zao. Yaani kama kuna kitu ambacho nataka nifundishe, wanawali 10 na sifa zao. Ni maandiko ambayo tunayasoma sana, sio kidogo sana, sio kidogo. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 25 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Mathayo 25 mstari wa kwanza mpaka 13 nitasoma. Lakini somo letu linasema wanawali 10 na sifa zao. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Mstari wa 11 ni urudio wa 10. Na hao walipokuwa wakienda kujinunulia, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Halafu mwisho akasema mlango ukafungwa. 11. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Mungu, ninaomba ulibariki neno hili asubuhi ya leo, liwe fundisho kwetu, na kuamini Bwana Yesu, nami unisaidie. Kupitia jina la Yesu naomba na kushukuru, tuseme amen. Wanafunzi wa Yesu tuseme amen. Hebu sema amen. Naomba unisikilize. Wanawali 10 na sifa
zao. Yaani somo letu wanawali 16 zao. Lakini moja nikwambie, tunaposema wanawali hatuna maana ya mwanamwali. Ndio maana usifikiri tunazungumzia mmoja. Wanawali maana yake zaidi ya mmoja, lakini ni wanawali. Lakini hawa watu wengi walikuwa na mmoja, bwana harusi mmoja. Ila hawa ni wanawali wengi wanamngoja bwana harusi mmoja. Lakini Biblia inasema Yesu alikuwa akitolea mfano kwamba ufalme wa mbinguni unaposhuka utakuwa na sura ya namna gani. Akasema ufalme wa mbinguni utafananishwa, yaani akaufananisha na wanawali 10. Hawa wanawali 10 nataka nikufundishe kwa upana zaidi ujue. Hawa wanawali 10 kwa mfano huo, maana yake wanawali 10 walikuwa wamekusanya mahala pamoja. Huo ni mfano. Wanawali 10 wamekusanya sehemu moja, lakini kusudi lao wao wanamngoja bwana harusi. Lakini walipokuwa wamekusanya mahala pamoja, wakaanza kufundishwa na kiongozi wao, maana kuna vitu muhimu walivyotakiwa wawe navyo. Sasa usikalili pale walipoanzia kutoa taarifa. Sasa kuna mahala hawa 10 walikaa, wakaanza kuambiwa hivi, wanawali, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapenda kumpokea bwana harusi. Unampenda? Ndio. Tunapenda. Mko tayari kwenda kumlaki? Ndio. Sikilizeni. Mnanisikiliza? Hiyo. Sasa kila mmoja wenu ahakikishe anakaa. Yaani kabla sijatumia typology ambayo unaweza ukajizungumzia wewe, nataka nifundishe kama ilivyoandikwa inawezekana kutufundisha. Wakaambiwa kila mmoja awe na taa. Halafu hiyo taa, kila mmoja awe na taa ya kwake moja tu. Yaani kila mmoja awe na taa ya kwake moja tu. Halafu wakaambiwa hivi, hakikisha muwe na chombo kingine, na ndani ya chombo hicho uweke mafuta ya kutosha, sio mafuta ya kujipaka. Ni mafuta, nafikiri ni mafuta sasa ni hata yale yanayomwezesha taa kufanyaje, yale yanayomwezesha taa kufanyaje. Yaani kwa sasa hivi tuseme kama ni mafuta, tuzungumzie mafuta tunayoyafahamu. Mafuta gani? Mafuta gani? Kwanza nyinyi mnaozaliwa sasa hivi kule mbele, mafuta ya taa. Kwanza mtafika mahala msiyajue kabisa, msiyatambue. Mimi nawaambia sasa hivi mnagusa tu kwenye ukuta, mwanga huo. Yaani kwani kule tunapoelekea mafuta ya taa, kwanza kwenye wangapi nyumbani kwao wana mafuta ya taa? Yaani nyumbani kwako una mafuta ya taa? Unayo? Nani ana mafuta ya taa nyumbani kwako? Usije kweli, usije ukatukuliingia hapa. Wangapi mafuta ya taa? Moja, mbili. Yaani tunapata watu wangapi? Watatu. Nani? Alafu ninaogopa tu kuwauliza swali lingine, hilo niliache kwa sababu tutaleta changamoto. Nitaka niwaulize hivi, kila mmoja ni
pale na anaweza ni mama binti, wewe ni wajana haya mzee wa kanisa mnaweza hamna hawa alapa huyu wetu mmeanza nyinyi mafuta ya hata kuna vifahamu vifuatani hii haya nikakubali sasa, nikakubali tunafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu ni kama alilenga maisha yetu ambayo sisi tumeyakulia, akasema wewe bibi harusi, wewe mmoja, kila mmoja awe na taa yake. Uwe na taa moja tu. Wanawali kila mmoja wanafundishwa, wamekaa wako wangaa 10. Halafu wanaulizwa umenielewa? Kwa mfano mimi hapo nakuambia wataka umenielewa, mnanyosha mikono, mnapiga na makofi hivi, sawa tu. Mimi nasema sawa tu, piga makofi sawa tu. Unaelewa? Ndio, kila mmoja ana taa yake. Halafu hakikisha uwe na chupa chombo, hapo wanasema chombo, uwe na chupa yako, ndani yake mtunze mafuta. Kiasi gani? Mafuta ya kutosha. Mwanamwali huyu wote wakafundishwa, wote wakaelewa, wote wakasikiliza, na wote wakasema tuko tayari. Naomba mnisikilize, fundisho hili la muhimu mno. Haya, ilukeni, wakainuka wote wakiwa wamevaa, inawezekana hapa walikuwa na magwanda yao mazuri ya kufanana, kama wanawali wamevaa magwanda ya kufanana, gauni kama nyeupe nzuri, au mavazi ya kufanana kama wanawali kwa sura hii moja. Na walipokuwa wakitazama hivi, aliyekuwa anawapa maelekezo, alipokuwa anawaangalia, aliona wametimiza wajibu, kwa sababu wote, kila mmoja alikuwa na taa yake na chupa. Nafikiri zile chupa zilikuwa na rangi, usiniulize sasa kwamba imeandikwa wapi, zilikuwa na rangi. Hata ukiangalia hivi huwezi kuona kwamba hiyo chupa ina mafuta, mbona wewe hauna mafuta. Nafikiri walikuwa na chupa ambazo ukiziangalia hivi na ongeza yako kidogo hivyo, ndio maana hawakujuana kwamba mbona wewe huna mafuta. Nafikiri zile chupa zilikuwa kama na rangi kama mafuta ya kiwemo, wewe huwezi kuona huyu hana mafuta. Sasa wote walipokuwa wanatazama hivi, wanaona chombo, huyu hana mafuta, wote tuna taa, wote tuna mafuta. Haya, inukeni, wakainuka tena, wakaanza kwenda. Sasa walikuwa wanaenda wapi? Biblia inasema wakaenda sehemu moja ya pamoja, wakakaa pale. Biblia inasema hivi, walipokuwa wamekaa pale, walikuwa wanamsubiri bwana harusi aje. Wakakaa wanapiga stori. Vipi wakina mwanamwali sasa, wakina mwanamwali si wako 10, wakaanza kupiga stori. Vipi, umejiandaaje kumpokea bwana harusi? Niko fresh. Yaani sasa ni sawa na hao wanaofunga ndoa. Unaziona tu bibi harusi. Bibi harusi tunachanganyika. Bibi harusi tunachanganyika tu bibi harusi. Bibi harusi huwezi kutokea tu kwenye kufungishwa ndoa kama umegongwa basikeli. Hamna. Amejikunja. Ndio maana hata kama kamejikunja hivi, kanatakiwa kanyuke sawa sawa.
halafu wamekapitisha kwenye nini mnajua? Wamekapitisha huko saluni, tutumia lugha ya saluni, wamekapitisha saluni. Ndugu yangu, hata wale wanaofahamu wanakanyagana. Wewe toka bana na mimi angalie, toka bana na mimi angalie. Wewe lazima wanasukumana, watu tunasukumana hapa, mimi ninaweza nikakusukuma. Siji ukanibabaisha, nataka kuona mimi mambo yanaendaje. Kadri ya usikana meleta. Vipi umejiandaje kumpokea bwana harusi? Niko fresh. Kadri ya niko fresh. Haya, sasa bahati mbaya kidogo, Biblia katika maelezo yanasema hivi, yule bwana harusi akachelewa, na hata hivyo ilikuwa ni usiku. Wakalala, wakasinzia, na baada ya kusinzia wote wakawa hawana habari. Sasa mlinzi akasikia kelele, bwana harusi, bwana harusi, bwana harusi. Haya, wanawali wako wapi? Wako wamelala. Amkeni, 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 bwana harusi anaingia, bwana harusi anaingia. Wakaamka. Sasa baada ya kuamka, wamekwisha kufundishwa wote, kama wewe unavyofundishwa, tunafundishwa wote. Wala kama uelewe shauri yako, na hiyo kwa siongei. Wote tunafundishwa wote kwa pamoja. Nataka kwenda wapi huko tena? Nataka kurudi shuleni. Sawa? Mnafundishwa wote, mtihani ukitoka, wengine wanafukuzwa shuleni kwamba umefeli. Umefeli kama rudi nyumbani kachunge ng'ombe. Kufanya kazi zingine. Wenzako waendelee kusoma. Lakini wote tulikuwa mnafundishwa. Sasa amkeni, wakaamka. Baada ya kuamka, yale masharti na utaratibu waliokuwa wamepewa umefika. Haya, okei, sasa mwende kumlaki bwana harusi. Sema amen. Sema amen. Tokeni sasa kwenda kumlaki bwana harusi. Wakanyanyuka. Walipoanza hatua ya kwenda, kiongozi akamwambia hivi, bwana harusi hawezi kulakiwa na watu wako gizani. Kila mmoja, nataka nifundishe ilivyoandikwa pale. Kila mmoja awashe taa yake. Kila mmoja awashe taa yake, awe tayari kwenda kukutana na bwana harusi. Yule alikuwa na kiberiti. Nafikiri ni kiberiti. Sasa kama haikuwa kwa kiberiti, wewe nielewe hivi. Maana wakaanza kuwasha, bado walikuwa wanawashia nini? Wa kwanza akawasha. Alipowasha hivi, kuweka kwenye taa yake hivi, moto hakuna kuwaka. Kumbe anajua. Kwani nani hajui hapa? Nani hajui? Wote tunajua kama hakuna mafuta unajua. Eta kujibalaguza. Kuna msemo wetu wa kusema kujibalaguza. Kujibalaguza, unakashika kale kataa. Si unajua kabisa mafuta haukuweka. Eti mwisho akanyosha maelezo kwamba mafuta hajaa kwenye chupa, hajaa. Wa kwanza huyu, na wa pili, na wa tatu, na wa nne, na wa tano, hakuna mafuta. Wale wenye busara, weka hii taa imewaka, niiwekeje taa yangu itoe mwanga. Yaani kijeuri yake iko pale, anashika ile taa, anaiangalia. Kila mmoja mwanga utokee. Jaribu kuiongeza mwanga uwe mkubwa. Bwana harusi anakuja, anapenda mwanga, sio giza. Giza. Hataki giza. Bwana harusi hataki giza. Unaongeza kamwanga, mwanga ukaongezeka. Halafu watano wenye busara, taa zao zikawaka. Hawa wakaanzisha agenda.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanzisha ajenda yao hawa. Mama nani? Si unaona taa yangu haiwaki. Unajua hakuna mafuta huko. Sijaweka. Nipe kidogo. Shangazi Doli, nipe kidogo. Nipe kidogo. Mimi taa yangu haina mafuta. Sasa anayeombwa wote walikuwa pamoja darasani. Imekuwaje sasa? Mimi sikuweka. Kwa hiyo jibu walioambiwa wakaambiwa hivi, mafuta niliyo nayo hayatitoshi mimi na wewe, yanatosha mwenyewe. Kwa hiyo nifanyeje? Nendeni mkanunue kwa wauzao. Ndio maana nataka nikufundishe, sio kutumia typolojia ambayo itusumbue. Mwende mkajinunulie. Kuna watu wanauza mafuta kule na wanafahamu. Lakini katika kukaribishwa wakageuka, wakaingia sasa ndani ya ukumbi. Wanapokea wanarusi, wanaingia ndani. Biblia inaniambia ule mlango baada ya kuingia, mlango ule ukafungwa. Unaweza kutafuta maana nyingine. Wewe ngoja unisikilize. Unisikilize nikwambie kwamba kitu gani kinatufundisha hapo. Mlango ukafungwa. Wanaenda kwa wauzao. Walipoenda kwa wauzao, Biblia inaniambia kila mmoja alienda kununua mafuta. Hivyo najua wote walikuja naye. Wamenunua taa, wamejaza vyombo vyao, wameweka mafuta, wakakuta mlango umefungwa. Na kwa sababu mlango umefungwa, hauruhusiwi kufunguliwa, wakaanza kufungulia. Mlinzi anawaambia hivi, Bwana wao akasema hivi, siwajui nyinyi. Kwanza akasema na hivi, siwajui mtokako. Yaani akaona maneno ya ajabu. Siwajui, alafu zaidi ya yote siwajui mtokako. Ondokeni kwangu. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekumbuka neno moja. Ukiwa kwa mfano, mnafahamu protokoli za viongozi. Kiongozi mahali popote mkuu anapoingia, kama ni ukumbini, yaani wengine wajumbe wote kiutaratibu mnatakiwa mtangulie kuingia. Yaani kwa protokoli, yaani wengine mnatakiwa wajumbe wote kuingia. Kiongozi mkuu, mgeni rasmi, akishaingia atakaa, mwanadamu mwingine haruhusiwi kuingia. Unanielewa?
mchungaji, ninatakiwa mimi ninapoingia hapa, mnasikiza wazee wa kanisa, yaani wazee wa kanisa wanatakiwa wote tayari wameshafika, ila kwa sababu dunia imeharibika, tukiambizana hivyo zinakuwa kelele kwamba mchungaji huyu amekuwa karibu. Huyu sio Bin Laden huyu, Bin Laden nani? Huyu ni Osama huyu, kaso ondele. Yaani kikawaida mchungaji anaingia, wazee wa kanisa wameshafika tayari wao. Na haya mkitembea mtayaona. Sasa muda wa kawaida tu, kwa sababu mchungaji anaweza akafika kabla ya muda ule kufika, uko ofisini. Muda ule unapokaribia kufika, ndio anaingia kukatia na kuingia wazee wa kanisa wote. Kwa sababu gani? Wote niwaambie, kwa sababu hata sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi. Mambo haya yote yanamhusu kila mmoja. Kwa nini wao wameshafika? Kama kuna walinzi wakubwa wa mchungaji ni wazee wa kanisa. Usiniulize sasa wanamulindaje, kwa sababu ni somo. Wanatakiwa wao wamefika, mchungaji anapoingia kukaa, wao wapo. Kwa sababu mchungaji hawezi kumwajika mtu mwingine tofauti na mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa anaweza kumwajika shemasi, lakini kama hayupo mchungaji, hayupo mzee wa kanisa, mchungaji anaweza kumwajika mzee wa shemasi. Na kama shemasi hayupo, anaagiza mtu yeyote. Na ikiwa hivyo, maana yake hakuna utaratibu, ni hovyo zigizaka, ni hovyo zigizaka. Kwa sababu kama hakuna utaratibu, maana yake kila jambo haliwezi kukaa sawasawa. Kwa nini bwana harusi alipoingia mlango umefungwa, hakuruhusiwa kuingia mtu? Bwana harusi ameshaingia kwenye lango, rudia kusoma pale. Yesu anasema lango lilipofungwa hao watu walirudi, na Biblia inasema wote walikuwa na mafuta, walikuwa na mafuta kwenye taa zao, walikuwa na mafuta ya akiba. Lango limefungwa, hakuna aliyeruhusiwa kuingia. Kwa nini? Na mafuta wa ndani, kanuni wameivunja wao, na ndio maana akawaambia siwajui, mtokako, ondokeni, mnatenda udhalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Nataka nizungumzie wakati ninaenda kumalizia somo langu hili. Nataka nizungumzie sifa za watu hawa. Makundi mawili. Wanawali watano na wanawali watano. Kati ya wanawali 10, watano wenye busara na watano walio wapumbavu. Sifa zao. Haleluya. Haleluya. Wanawali watano wapumbavu. Kwa nini Yesu anasema wapumbavu? Sio kwamba walikuwa hawajui. Ndio maana Bwana akasema ni wapumbavu, kwa sababu walikuwa wanafahamu kila kitu. Naomba nisikilize, nikupe siku. Sasa hiki ni kama nilivyopata binti moja alikuwa anachezea mambo ya mtandaoni. Alafu wakati anachezea mambo ya mtandaoni, akakutana na mzungu mmoja. Uko kwenye mtandao. Maskini mzungu nilikuwa nimepata mke wa kuoa. Alafu ninatafuta mke wa kuoa kwenye mtandao. Na huyu naye yuko mtandaoni anatafuta mke wa kuoa. Wakakutana sasa.
bakuli na mfuniko, wakakutana bakuli na mfuniko. Sasa yule mzungu likampenda yule binti, lakini wanaonana kwa mtandao, kwa mtandao. Sasa yule mzungu likampenda, okay, takuwa la Ulaya huko. Alafu baada ya kumpenda, ninaomba nisikilize nikwambie rafiki yangu, sawa? Baada ya kumpenda yule mzungu, ikasema huyu mtu ngoja, ikapanga kukutana naye. Ikaona ije imchukue Tanzania, impeleke Ulaya. Halafu nikaona nitakapofika Tanzania nitamjuaje? Nitamfahamu kwa namna gani huyu binti chumba waleje? Mwana. Basi nikanunua nguo ya gharama Ulaya ambayo Tanzania ikifika hakuna mtu anayeweza kuinunua, ya kununua kwa madola. Nikainunua Ulaya. Halafu nilipoinunua nikawasiliana naye, nikamwambia nakupenda. Wewe ni unasema wewe ni wa wewe ni wangu wa kufa na kuzikana. Nikamwambia nakupenda. Nikanunua ile nguo, nikamtumia, nikamwambia hii nguo ni special kwa ajili yako. Mimi tarehe fulani, mwezi fulani, naingia Tanzania kuja kukuchukua wewe kupeleke Ulaya. Yule binti akatoroka, akasema mimi naenda kuolewa Ulaya. Sasa bahati mbaya, alikuwa na rafiki yake binti mwenzake. Wakati wanapiga story, akaeleza yote kwamba mimi unajua nina mchumba mzungu kutoka Ulaya, tarehe fulani, mwezi fulani anakuja kunichukua. Unaiona gauni hii amenitumia kutoka Ulaya, ameniambia hii ndio nitavaa ili anitambue ile siku anakuja, tukikutana pale airport, basi ataangalia kwa sababu hii nguo Tanzania yote hakuna mtu anayeweza kuivaa, hakuna, mimi tu. Kale kabinti kenzake kanasema hivi, umepata bahati. I say, bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi, usilalie mlango wazi. Ndiyo, wakapiga mastori. Sasa yule binti mchumba wa mzungu, kuna nguo alikuwa anazivaa. Wakati kuna nguo ukivaa, watu wanakuambia umekaa fresh. Watu nafikiri, niliwaambia siku moja, niliwaambia kufundisha ni kazi ngumu sana. Kufundisha ni kazi ngumu sana, na kufundishwa na yenyewe ni kazi. Ina maana wewe una makarafu tu ambayo wewe ukivaa hakuna mtu wa kukumbebea. Eti mchungaji, ni kweli? Yaani hata kama unapita wewe kila nguo ukivaa, yaani hakuna mtu wa kukwambia mchungaji umekaa fresh. Hakuna. Suka ya moto tu hayo au kampe mama ya keki. Unawapa malakulaku tu. Makafura mtu. Wakati mnakuwa ukivaa, watu wanakwambia umependeza. Wakati mnakuwa za namna hii. Wengine wachana nao wengine. Ndio wakatubabaisha. Maana wanajidai, wachana nao. Bae mambo ya hamuna kuambia umependeza. Sasa binti alikuwa na nguo akivaa ya Tanzania, watu wanamwambia umependeza. Kila anapopitia vijana, ulishasahau kupiga mluzi. Nani anaweza kupiga mluzi? Yaani kila anapopita vijana wakina mzee wake wana
akakwambia nimefika. Sasa twende airport tukampokee mchumba wangu. Kwa hiyo tunaendaje? Kwa ujinga mkubwa, huyu binti mchumba akafikiri hivi, sasa mimi hii nguo nimeivaa aliyonitumia mzungu, hakuna hata mmoja wa kuniambia nimependeza. Hivi ni nguo gani? Sasa huyu mchumba wangu mvae ile kai ambaye watu wananiambia uko fresh na basi. Halafu wewe dada, wewe rafiki yangu, hebu vai ile ya mzungu. Halafu wewe mbona kama unisikilizi wewe? Unanisikiliza? Sasa yule rafiki yake akapewa ile ya mzungu, akampa mwenyewe, sio kuchukua, akapewa na mwenyewe, akapewa na mwenyewe, sio kuchukua, akapewa kwamba ivae wewe hii ile ya mzungu. Halafu wewe, mimi navaa ile ambayo huwa ninapendeza. Akavaa, wakaanza kwenda. Wamefika airport, wanasubiria anga lishushe utukufu wa Ulaya. Ni mzungu lile ndege hiyo. Na ile mzungu ikateremka, wote hawajawahi kuonana. Ikateremka ile mzungu, ikaanza kutupa macho. Nilishatuma gauni ambayo Tanzania hakuna mtu anayeweza kuinunua. Ni ya kununua kwa madola. Na ndio alama ambayo wenyewe hata halitaki kuuliza. Nikiona tu aliyevaa yeye. Na haya yatawapata nini? Siku ile ya mwisho. Siku ile ya mwisho yatawapata wengine. Hata hapa yatawapata wengine. Bila mzungu limetemka, wao hawajijui, hawajawahi kuonana nao, ni kwenye mtandao. Lenyewe alama linalozingatia ni gauni. Ikaanza kucheki. Sasa huyu binti aliyetumbiwa akaanza kujihami, anajaribu kusogea kwa sababu kulikuwa na mawasiliano, akajaribu kama kusogea sehemu, akajitenga na ile binti ya mjirani. Lile ni mzungu, tunayoona mzungu. Unafikiri mamzungu yako ndugu yetu? Ni mzungu lile. Ilipotupa macho hivi, ikamwona binti aliyevaa ile gauni, halikuuliza. Ikaenda kama binti alishakasimulia na kamejiandaa. Shauri yako, kamejiandaa kunyakua haki za mtu mwingine. Kamejiandaa. Ile ni mzungu linateremka kwenye ndege, inaanza kucheki, likaona, ilipokaona, ilienda linacheka, linafurahia, na kale kabinti kamejiandaa. Anaenda ile ni mzungu likafika likakambusu. Mchungaji, ndugu yangu, rafiki yangu, kumbatia ni mzungu. Mchungaji, hayo yalitokea ndugu yangu duniani, Tanzania huko. Nikwambia ukweli. Sasa nilipomkumbatia ile mzungu, kale kabinti kakabebwa. Ya sasa hivi kuna mtindo. Sasa nilikuwa hiyo sio kama unajua wewe mimi kukubeba.
remote, bagadi ya kizungu ndugu yangu ya hela nyingi, mlango ukajifunga kwa remote, vika maisha, gari kapiga upepo kwenda mahali pa kutulia. Walienda wakafika mahali wakatulia kidogo, ni mzungu alikuwa na muda. Ilipofika huko ndani kamwambia twende Ulaya. Wakatoka huko kuja kwenye uwanja wa ndege, wakaingia kwenye ndege Ulaya. Huyu binti anaanza sasa kujibaraguza, akilia, amulilie na wakati wewe ndiye uliyepewa maelekezo, unatoka kuelewa na mzungu. Au nitamdharau sana nikisema hivi? Wote wana mzungu zile bahati jamani. Haleluya. Lakini tuamuzane ukweli. Ni mzungu na Ulaya. Ile familia ndugu yangu walifika tu huko mara moja. Huko akaunti zikaanza kuitika kwenye ile familia. Wale wazazi wakawa yani wana neema duniani. Kwenye ule mji wa Kahama wakahamia mjini, Kahama mjini ndani, Kahama kabisa ndani wa mji. Yule binti anashuhudia mabadiliko, analia wenzake wamesharuka angani. Na hata sisi siku ya mwisho ndugu yangu tutakuwa tukiruka tu. Watunza maelekezo. Watano wapumbavu na watano wenye busara. Na wao wanajua kila kitu umefundishwa. Kwa nini unadondosha chini? Hawa tunasema mbinguni tutaenda, huendi. Watapaa tu na sisi siku ya mwisho tutapaa, tutaenda. Wengine wanatuangalia, tunaenda. Yesu nisaidie. Naomba Bwana Yesu nisaidie. Maana hakuna mchezo. Maana wengine wanafanya mchezo. Wale wanawali 10 wapumbavu walifanya mchezo. Kile walichoambiwa, tawe naye, ndio. Mafuta naye, ndio. Wakati unapita, wanafahamu mafuta yanapatikana wapi kwa wauzaji. Hawataki kuwa naye. Kilichowapata ni kile kitakachonipata kanisa. Maana kati yetu kuna watu wengine wanadharau habari ya neno la Mungu. Wanaishi wanapotaka wenyewe. Vijana, mabinti, wa baba, wa mama wanaishi wanapotaka wenyewe. Lakini kikomo ni siku ya mwisho. Inakuja na hakuna atakayepona hata mmoja, ila ni yule ambaye anakaa katika fundisho. Kila mmoja awe na taa yake, na ndani ya taa yake hakikisha kuna mafuta. Hawa ni wanawali wapumbavu. Mafuta hawakuweka ya akiba, hawana. Wakati bwana harusi alipoingia, lango likafungwa. Kilio walitolia hapo, mimi sikijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atusaidie. Wakati ninapoenda kumalizia, hebu fikiria wanawali 5 wenye busara. Hebu wafikirie raha waliokuwa nayo. Naomba mtazame. Hebu wafikirie wanawali 5 wenye busara. Walikuwa na furaha ya namna gani? Tuingie jamani, taa zinawaka, mafuta ya kutosha. Walikuwa na raha ya namna gani? Hao 5 wenye busara walikuwa na raha ya namna gani? Walifundishwa kabla ya, kama tunapofundishana hivi tunamaliza. Wakati wa mlaji wa harusi, kila mmoja atakuwa na cha kwake.
Ongeza